ufisadi. Mimi nimeona ufisadi ukitembea uchi mbele yangu. I've seen corruption naked walking in front of me. I will not entertain wizi ule. Mimi kama nimechaguliwa kama kiongozi, kazi yangu ya kwanza ni kuhakikisha, kwa sababu wale wananipigia wengi ni maskini, na kazi yangu lazima niifanye kuhakikisha kwamba wananchi watukufu wa Kisii na nchi yetu wameona Kanani ambao tulikuwa tumeimba kwa siku nyingi. Kwa hivyo mniwie radhi. Mtu yoyote anadhania kwamba mimi atanisuluhisha nipate kuiba mali ya nimpe, nasema ngo. Afadhali mimi mnanilipa mshahara, nyinyi hakuna mtu analipa nyinyi mshahara. Ni nani atalipa nyinyi mshahara kama tutaiba mali yenu? Nimesema wale ambao ndugu zetu ambao walikuwa na pending bills katika kaunti yetu, mimi nitalipa ninyi wale ambao mlifanya kazi. Lakini waliofanya kazi ndugu zangu, sizipeana pesa. Nataka niulize ndugu zetu wa Kenya Kwanza, ndio nyinyi mko mamlakani. Tafadhali msitumie mamlaka vibaya. Msitumie polisi vibaya. Hawa polisi ni ndugu zetu. Kisii imegeuka kuwa kama kule Hamas inapigana na Israeli. Wananchi wanauliwa kiolela kwa sababu wana uhusiano karibu na Simba. Vijana wawili wameuawa, kijana mmoja wa hapa Emmanuel aliuawa, tulizika yeye juzi. Eti dhambi aliyofanya ni kuvalia t-shirt ya Simba. Mwingine akauawa hapa juzi town, askari wanajua anachinjwa kama ng'ombe eti kwa sababu yeye yuko karibu na Simba. Simba ametoa vijana Nairobi. Mimi sijatoa kijana Nairobi. Hawa vijana ni wenu, mnawajua. Naomba tafadhali mtupe muda tufanyie wananchi. Kama mnanitaka katika UDA, kama mnataka katika Kenya Kwanza, si mtongoze mimi. Baada ya kutongoza nitawaambia mimi ni vice chairman wa chama cha ODM. Period. Maisha ni ngumu, si hapa Kisii peke yake. Ukienda hata kule Rift Valley ambapo mahali rais anatoka, maisha ni ngumu. Shilingi iko 160 kwa dola. Ukienda Ukambani, maisha ngumu. Pwani, maisha ngumu. Mimi nataka niulize ndugu zangu, wewe Mheshimiwa William Ruto, shukisha taksi chini. Hawa watu ndiposa wafanye biashara, wapate pesa waweke mfukoni. Mimi nataka niape leo, nitakuwa mwaminifu kwa chama changu cha ODM na wenzetu wa Azimio kwa kufa na kupona. Mko tayari? Hebu nione, mko tayari ndugu zangu, dada zangu? Asante. Wacha nichukue nafasi hii nimlete baba, niposa lete waheshimiwa wote, kuanzia Mheshimiwa Kalonzo, vile vile magavana waongee na wabunge wetu waongee. Kwa heshima kubwa, kwa nadhania mziki iwekwe, niposa baba asimame. Baba, huyo. Abaguzi mbele. Bemwe naende. Kisii hoye. Kisii hoye. Asanteni sana. Tumeona kiwanja imefurika. Umekuja kukuja. Sawa. Tuliongea na Simba juzi. Ilikuwa tufike hapa jana. Ndio tulisema siku ya Jumatatu. Lakini Simba kaniambia hapana kuja siku ya Jumatatu. Ndio siku ya Jumanne. Ndio siku yangu ya kuzaliwa. Birthday. Ndio tulikuwa na hii hafla huko kwetu nyumbani. Ndio sababu tuliharisha. Manake leo ni siku yake ya kuzaliwa.
Nataka kutoa shukrani sana kwa Simba kufanya haya ambayo amefanya. Leo ameleta mama yake na jamii yake yote ameleta hapa, hata bibi yake. Na leo yeye amefiti umri wa miaka 42. Bado ni kijana chipukizi tu, mdogo sana. Na kile ameleta jamii yake yote hapo, mmeona. Hata huyo bibi yake huyo bibi yake mimi naipenda sana. Hawa ni watu yangu. Tumekaa nao Nairobi, ni kama jamii moja. Huyo mama hata na watoto yangu na mama Aida wanajuana vizuri sana. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu ya kisiasa. Hiyo ninajua Simba. Mimi nimetoka na Simba akiwa yeye bado chipukizi kabisa. Mimi nikapeleka yeye kwa City Council kama councillor. Amefanya council miaka 5. Kazi mzuri sana. Akaja kuunga akaniambia sasa mimi sirudi tena council. Nataka kwenda bunge. Kasema wapi? Kasema Dagoretti North. Kaambia basi jitayarishe. Mimi nitaunga mkono. Akaenda pale Dagoretti North. Akasimama na wale wengine wote wengi sana. Na wakawaangusha. Akachaguliwa kama mbunge wa Dagoretti North. Na vijana kule, akina mama, wazee wote walikuwa wanamuunga yeye mkono sababu ya kazi yake. Sasa amefanya kule miaka 5. Akarudi tena 5 tena kule Dagoretti North. Alikuwa pale Nairobi, yeye anaunganisha vijana wetu wote Nairobi mzima. ODM youth ya Nairobi yote walikuwa wanajua Simba Arati. Kwa mimi nikienda sasa, mimi kazi yangu ni kidogo sana. Kimba ndiye alikuwa anafanya kazi wa chini hapo, kazi ya mkono. Na kafanya kazi, chama ikawa na nguvu zaidi Nairobi. Baadaye akaniambia mimi, baba, mimi nataka sasa nirudi nyumbani. Nikamuuliza, unataka kwenda Mombasa? Akasema hapana, si Mombasa. Mimi narudi Kisii. Naenda sasa Ngwea natoka, mimi nataka kwa gavana. Nikamwambia ukitaka sawa, kwenda ukajaribu. Wale wengine wakasema huyo kijana hawezi. Huyo kijana bado domo yake inanuka maziwa ya mama yake. Nikamwambia hii hamjui Simba, acha aende. Sasa tulikuja Kisii kwa mkutano wa hadhara huko ya kampeni. Ilifanyika kule katika golf course pale. Vijana wakawa wengi zaidi. Sasa wale wengine wakajaribu kwenda kuongea pale, wanapiga mkono namna hii. ya. Baada ya mkutano wakaja kwa ofisi yangu Nairobi. Kaniambia mimi ati yule kijana hana heshima. Yeye alifanya ile mpango ya sisi kupigiwa kelele. Lakini hawana watu. Wale vijana ambao wanabeba wale bodaboda hawana kura. Wakisii hawezi kumpigia kura huyo kijana. Majini na mama yuko kule chini. Mimi nasema msisumbuke na hao watu. Mwangalie mbele. Mimi najua na hakika Simba ataweza kufanya kazi nzuri hapa Kisii. Muunge yeye mkono na kazi itakuwa sawa sawa. Sisi tunamuunga yeye mkono kama ODM kule juu. Tunataka kuona kama hapa Kisii kuna amani, ndio kazi inaweza kufanyika vizuri. Sasa wale watu kazi yao ni kujaribu tu kununua ofisi wetu. Wabeba pande hii wanapeleka Ikulu. Tunakwenda kutafuta nini? Maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Siku hizi bajeti inafanywa katika bunge. Hakuna maendeleo, mtu anakwenda kutafuta kule Ikulu. Anaenda kule tu kutafuta tumbo yake. Tuweke peke yake. Sasa sisi
tumesema tunataka tuunganishe watu wote wawe kama kitu kimoja. Tuko na azimio. Nimeona Kalonzo Musyoka amekuja hapa na wanaazimio ambao wametoka naye kutoka mbali. Wako kwa Wiper, lakini Wiper na ODM na Jubilee wako ndani ya azimio. Sisi pande hii tunaimarisha chama chetu cha ODM. Ili ODM iwe na nguvu zaidi. Kama ODM yuko na nguvu, na Wiper yuko na nguvu, na Jubilee yuko na nguvu, ndio azimio yuko na nguvu sasa. Na ngao ni chama. Na chama nguvu ndio tunaweza kushika utawala. Chama ni kama mto, ndio mmoja mwingine. Jua inatoka mlimani. Inatoka mlimani na jingine inaingia baharini. Sasa inakuwa kama nyoka ambayo inatoka kule. Kichwa imeingia kule baharini na nyingine inatoka huko kwa mlima. Sasa hapo chini ndio utakuta hapo kuna vijana. Vijana kama wako ndani ya chama wana uwezo, wana nguvu, ndio chama inakuwa na nguvu zaidi. The youth are the vanguard of the party. Sawa. Hapo mbeleni hapo unakuta kina mama. The women league of the chama vile iwe na nguvu. Na upande wengine unakuta veterans wale wanapigana vile mpaka wawe ndani ya chama. Kuna wale wasomi ambao tunaitwa think tank ya chama vile mpaka wawe ndani. Alafu kuna wale wazee, the elders wako pale. Ile maji ambayo inaingia kwenye bahari sasa, wazee wanakuwa pale. Lakini tunataka vijana waingie kabisa. Kwa sababu tumesema tunataka serikali ipeane vitambulisho kwa bure kwa vijana wetu. Tunajua kuna vijana wengi ambao wamehitimu umri sasa ya kupiga kura na hawana vitambulisho. Kweli urongo. Sasa Ruto anaweka ati mpaka utoe pesa shilingi ngapi ndio upewe kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako ya kuzaliwa. Maana hiyo inathibitisha hata wewe ni Mkenya. Nataka kitambulisho ipeane bure, sio? Sasa lao Ruto wameshindwa na kazi. Waliona waliiba ushindi wetu mwaka jana. Waliiba ushindi yetu? Waliiba? Lakini waliiba nimekoma kwa koo. Nikataa kuteremka hapa chini. Sina wanyonga. Aingia huko chini hata kidogo. Sasa wanaangalia tukio mahali walikuwa na walianza kulaumu Uhuru. Ati Uhuru amewacha hazina ambayo haina chochote. Nyumba ilikuwa ni tupu, hakuna hata mkopo. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema nyumba ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika hata hiyo gari yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? Sikazi imeshinda yeye. Sasa anazidi tu kutoa weko ushuru hapa. Hiyo ushuru haitafanya kazi yoyote. Hata ukiongeza ushuru ngapi, bado maana yake wale ambao hako nani uniwezi wote. Pesa itakwenda tu kwa mfuko ya watu binafsi. Hakuna chochote. Sasa unataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea mambo ya mafuta. Mambo ya njeri. Unasikia? Ati mafuta wametoa kule barabara na wameweka makampuni yao naleta hapa na bei inaenda juu zaidi. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza. Na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta itaenda hata mara moja. Hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Nataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo
hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. Naona mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Tena mimi nataka nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwenu nyinyi wa Kisii. Tuliposema mjitokeze, ati wanafanya nyokonyoko, nitoa kwa wengi sana. Sintoa kwa wengi? Na tukisema hata sasa mrudie sababu tayari. Sio tayari. Sasa wakati huu tunajitayarisha, na wakati itakuja, basi tutasema. Wakati huu walikuwa wameongea, sasa sisi kesho tutakuwa na kikao, tutasoma yale ile ripoti, alafu tutatoa sawa. Tutaangalia vile itakuwa, na tutadili vijiji, hii ni sawa, hii ni mbaya. Sawa. Tunataka nyinyi msubiri, mtapata habari kamili. Nikisema sawa, tutaangalia. Lakini sasa kwa sababu tuko na wageni wengi hapa, nataka ongea na nyinyi. Sasa mimi nataka nikisema ODM nasema tuko pamoja. ODM tuko pamoja. ODM tuko pamoja. ODM tuko pamoja. ODM tuko pamoja. Niite Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Nadhani Prince Ida atakuja huko Kambani msikie maneno. Basi ndugu yangu Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, na kijana yetu gavana Kisii, jana shupavu, ambaye uoga kwa akili kwa DNA yake hakuna, Simba Rati, gavana wa Kisii. Magavana ambao tuko nao hapa, tuache mambo ya itifaki, watu wetu wa Bagusi. Mbiamori korera zangu Biamori, leo sikubeba wasichana kwa sababu wenyewe wana tabia, mkiona mimi na msichana mnachukua. Sasa utaleta vijana huku baadaye, ndio na wao wafanye kubalance mambo haya. Mimi yangu ni mafupi sana. Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapatia watu wa Kisii na Kenya hii utulivu, na vile vile kupongeza gavana Simba Rati kwa kuchaguliwa kwa kishindo. Uchaguzi wa gavana Simba Rati ulisikika Kenya nzima. Yaani kama mko na shujaa Kenya hii ni Simba Rati. Wangapi bado wanamuunga gavana yao mkono? Sasa yaani mimi nasema yale yako kwa roho yangu. Huyu gavana hapana mchezo. Na ndio sasa watu wa Kenya kwisha hawa wanaanza kumeingilia. Mimi ni wakili na senior counsel. Nilistaajabu hata sasa nangojea nimpigia gavana Simba Rati na akakosa kunieleza.
niliona mimi kwa runinga GSU kwa ofisi ya gavana. GSU yani anabeba mabunduki. Hata kama gavana amefanya makosa, uleti ma GSU kwa ofisi yake, unakuja na arresting officers, unamwambia you are arresting you. Hiyo ni blatant harassment. Blatant harassment. Mambo haya tumeyazungumzia kwa kikao hiki ambacho tumekamilisha National Dialogue Committee. Ndugu yangu Raila ulifanya vizuri, ukasema ongoza mambo haya na kesho tutatoa hiyo report. Lakini kabla ya kutoa hiyo report yetu, hapa ni na seneta wa Nyamira ambaye alikuwa mwanakamati wa National Dialogue Committee, Senator Okomo, wakili mashuhuri huyu. Watu wa Nyamira ulifanya vizuri vile vile. Alafu tuko pia na Opio Wandai ambaye ni minority leader Suluhu, na hata wao wa Kenya kwanza wana shida zao. Kwa hivyo lazima kuwe na uadilifu, integrity, usawa, kwamba kama Simba Arati amechaguliwa na ODM, huwezi kuja hapa sasa kuleta kuandama, kuleta hivi, kufanya hivi. Na hata Simba Arati mwenyewe tumesema kama utaharibu uhusiano wako na chama chako, uwe tayari kurudi kwa wananchi uchaguliwe na chama hicho ambacho wewe mwenyewe unataka. There must be strict. Hivi ndivyo tutajenga demokrasia yetu. Hiyo tumekubaliana kabisa. Na ile tabia ya kudhulumu Jubilee tulizungumzia kwa kirefu. Nimeona kijana my co-chair Kimani Chungwa, yeye ameingiliwa na kasumba ya Uhuru Kenyatta. Kila akiamka ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anakuja kwa kanisa mwingi. Wote wakaamka. Nikajaribu kuelewa what is the problem. Kumbe shida ni kwamba Mount Kenya inafuata Uhuru Kenyatta. Wao wanaogopa tu wakisikia Uhuru Kenyatta wanaona dunia imekwisha. Uhuru Kenyatta ni coalition leader wa Azimio Coalition, ako na haki zake za kikatiba. Huwezi kwa sababu alikuwa former president useme hawezi kuwa na haki ya kupiga kura or to belong to a political party organization. Hayo pia tumeyazungumzia kwa kirefu, mengine machungu tukayatatua. Nataka wananchi wa Kenya wajue kwamba ikiwa ni mambo ya kuzungumza dialogue, kwanza lazima iendelee, lazima wananchi waongee. Badala ya kuuana tukasema tuongee. Lakini nimeshtuka sana hapa kwamba ukiwa branded, ukionekana na t-shirt ya Simba Arati unaowawa kinyama. Hiyo haiwezekani. Hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Na mimi nataka korera zangu nyinyi mjue niko pamoja nanyi. Haiwezekani kukabisa Simba Arati adhulumiwe. Na mimi nitarudi wakati wa campaign kwa Simba Arati. Huyu at 42 ataenda mbali. Wangapi anajua Simba Arati ataenda mbali sana? So the only thing Simba I can advise you, hata ukivinywa namna gani, dialogue is the best way. Wakati mwingine haifai kuanika mambo. Najua kuna mengine machungu, lakini hayo ndio ambayo mimi I will lead you along and you get everybody on board. Mtu akikubali Simba ni gavana, chukua yeye. Tunaelewana? Kama mtu amepotea, naona you have to be the leader. Don't believe in kutupa waende mbali wapotee ama wapigwe ama wanyoroshwe. No, you are a leader. And I want to therefore to suggest those ideals za kidemokrasia, develop them. Tulikuwa sisi haya report tutakuletea our party leader tomorrow. Tutaona hiyo report inasema, because walikuwa nasema ile tuliita Stakeholder Public Service Commission, Mchiri na wenzake kusema watu tunawatetea, lakini sasa maandamano ikiitwa askari watakuwa mstari wa mbele.
vile ambavyo tumeona. Badala ya kutupa gesi, watatupia hao wengine tear gas. Sasa mnisikilize, watu wanafanya wa commit suicide, wanajua kwa sababu wanaangalia payslip inakuwa negative, hawana namna ya kufanya lolote. Tumezungumza juu ya swala hilo, tukaambia watu wa Kenya, wamezungumza, makanisa wamezungumza, hasa Catholic bishops wakatoa msimamo mkali juu ya gharama ya maisha, wengine wakatoa msimamo mkali juu ya maisha. Federation of Kenya Employers, makampuni zaidi ya 6,000 sasa wanahama Nairobi kuelekea Tanzania na pengineko. Vijana hawana kazi. Nchi gani inaweza wakati wa shida kama sasa kupandisha ushuru? Wengine wanaleta economic stimulus, sio kufanyia wananchi madharau na dhuluma ya kuongeza ushuru. Tukaeleza, hawakusikia. Leo hii nashukuru Mahakama Kuu, the next court in line, our appeal court judges, wamekubaliana na msimamo wa Azimio la Umoja wa Kenya, wakatupilia mbali ushuru wa inaita housing tax. Hatunatoa, kama hamjui hiyo imetolewa tukiwa hapa. Simba ulifanya vizuri kutuita, tukasikia uamuzi wa Mahakama Kuu, not the Supreme Court, the Court of Appeal, 3 judges. Wakasema hii koti hii, ushuru wa nyumba ni unconstitutional. Kwa hivyo hapo wameanguka flat. Tuwapigie makofi majaji yetu. Kwa hivyo ni ushindi mkubwa wa Azimio la Umoja wa Kenya. Na ile mengine nasema unless wateremshe fuel tax kutoka 16% mpaka 8%, sisi tumeweka wazi, hatukubaliani na hawa. Kwa hivyo kazi tumefanya, na yale mengine hakuna ambaye hajui. Sasa an IEBC, Independent Electoral Boundaries Commission, yenye itapata, ambaye itakuwa na mamlaka sawa kutokana na mambo yote. Tusipoelewana, Raila na Ruto lazima waketi. Umenisikia hapo? Ya lazima mambo haya tutazungumza, mjue kwamba tuko ngangari na tuwezi kuangusha nia na uzalendo wa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mengine hayo tutazungumza tukienda mbele, lakini nashangilia mimi binafsi umaarufu wa Simba Arati ambaye ametuita kuja hapa. Na mimi naona Simba, don't worry, don't give a penny kwa watu ambao ni wafisadi. Chunga mali ya watu wa Kisii, na wao ukichunga mali wa Kisii ujue na wa Kisii wako kila mahali. Wa Kisii wako huko Rift Valley, wa Kisii wako Nakuru, wa Kisii wameingia, hata gavana wa Vinya atawaambia some of our officers in Machakos County ni wa Kisii. Kwa hivyo wa Kisii ni jamii ambayo tunajivunia. Na nyinyi mkae ngangari, mulishindwa tu na Machakos wakati wa maandamano. Hamukushindwa. Mimi nawapigia makofi kwa sababu tuliona vile mlifanya maandamano. Haki yenu ya kikatiba. Sheria 37 inasema uko na haki, mwananchi wa Kenya uko na haki kufanya maandamano, kufanya picketing, bora tu usiwe na beba silaha. Lakini kama ni mdomo, maandamano ya mdomo, maandamano kupiga kelele, unaruhusiwa. Na nyinyi wa Kisii mlikuwa nambari 1, mlishinda hata watu wa Kisumu. Namna hiyo. Kwa hivyo basi mimi nawashukuru. I think I have to go. Umduiko. Otuoma. Gavana wa Busia, Mheshimiwa Otuona ataonyesha mwenzake wa Machakos, alafu tuko hapa na vijana. Unajua kwenu Kisii inanyesha. Lakini nimekula cake. Hata si kama sitakula lunch, nimekula cake. Gavana Otuona. Gladys Wanga. Zingangari kabisa, gavana mwingine mama shupavu. Karibu Mheshimiwa Otuona. Thank you. Asante sana. Kisii. Najua baba amesema, ukisema ODM unasema nini? Uko tayari. Mimi nitaongeza nikisema Azimio
sema yawezekana. Umesahau? ODM. 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 Azimio. Tumesikia imewezekana, tumewashinda mambo ya kuweka ushuru bandia. Na mambo haya ambayo strategic investment kama National Pipeline Corporation, not only strategic but it has national security implications. Na kwa hivyo ndugu Raila is spot on, na kwa hivyo sisi wana Wiper tuko pamoja nanyi. Jiandikisheni kabisa, na wale wengine wajiandikishe Wiper. Asante. Asante sana Kisii. Kisii. Mko gangari? Asanteni sana. Nione salamu za Simba Arati. Simba Arati. Salamu za baba. Asanteni sana. Mimi pia nimekuja hapa kutoka kule Busia. Ndugu yangu Arati aliniita akasema ako na shukrani na pia ako na birthday. Arati sikuwa najua tunajua birthday. Nilikuwa nafikiria tunajua siku ya kuzaliwa. Kumbe ndio birthday. Sasa ndio tumetoka kule Busia na ndugu zangu ambayo mumeona hapa, my chief whip na MCS. Mimi nataka tu kuwapigia asante sana kwa kuchagua ndugu yetu Simba Arati. Arati amekuwa na msimamo kutoka kule Nairobi, vile baba amesema, akiwa kansala, akiwa mjumbe, na hapa hata mimi sikuwa naamini ati atapita hii ya gavana. Lakini wakati nilikuwa nimetembea kule Marekani, nikaenda mji mmoja unaitwa kule Minnesota, Minneapolis, ndio nikapatana na Wakisii wengi kule, na walikuwa wananiambia mambo ya Simba Arati. Nikapigia Simba Arati nikamwambia wewe uko na sifa paka Amerika. Sio ni makofi kwa Arati. Sasa iliyoko sisi tafadhali. Nimesikia mambo kidogo kidogo, lakini najua Simba ataweza hiyo. Tunataka kuambia wale watu kama wewe ni seneta